pia niko na jamii ambayo ninalea, ni kubwa. Amen. Amen. Nashiriki na kanisa la KAG iko kule South B. Baba ameenda, sisi tukasema leo tunahudumu nyumbani. Amen. Amen. Kwa hivyo namshukuru Mungu ni kwa sababu yeye ni mwema. Baba na mama, nashukuru Mungu. Mungu amani awabariki na kunipa haya madhabahu mapya. Amen. Amen. Upate baraka mpya. Upako mpya mahali hapa. Amen. Nashukuru Mungu. Mungu amani awabariki. Mungu amani awatende mema kwa kuniamini kusimama mahali hapa. Amen. Najua kuna watu huwezi waamini na madhabahu. Amen. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu mmeniamini. Mungu amani awatendee mema. Amen. Kwa hivyo nataka tushiriki neno la Mungu siku ya leo. Amen. Nataka tushiriki neno la Mungu siku ya leo. Nataka ufungue pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo, Genesis mlango wa 6. Anza na mlango wa 5 kwanza. Mstari wa 28 mpaka 29. Amen. Tutasoma Mwanzo mlango wa 5 mstari wa 28 mpaka 29. Nasema hivi: Lameki akaishi miaka 180 na miwili, akazaa mwana, akamuita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Amen. Baba, nasema ni asante kwa neno lako. Tunaposhiriki pamoja, neema yako na kibali ikashika kila mmoja, ikiwa neno Bwana, wacha tukuone ukitenda neema bora. Asante Mfalme kwa sababu unatupenda, katika jina la Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunaona hiki ni kizazi cha Adamu. Amen. Amen. Kizazi kile cha Adamu kilikuwa kizazi kikubwa sana. Amen. Amen. Kilikuwa kizazi kikubwa sana. Kusoma hiyo kitabu yote kuanzia nyuma na kuna fulani akamzaa fulani, fulani akamzaa fulani, fulani akamzaa. Unasema ni nani alizaa mwingine akazaa mwingine. Mwingine akaishi miaka mingi. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hiki kitakuwa kikubwa sana. Kitakuwa kikubwa sana. Kitakuwa kikubwa. Lakini ajabu ni kwamba kizazi hiki kilikuwa kimelaaniwa. Bwana asifiwe. Amen. Na hakuna mtu hata mmoja, unapoanzia kule nyuma, hakuna mtu hata mmoja aliyetambua ya kwamba kizazi hiki kimelaaniwa. Watu walikuwa wanaishi katika kizazi mbaya. Watu walikuwa wanateseka, lakini hakuna hata mmoja alitambua ya kwamba kuna shida. Bwana asifiwe. Hakuna hata mmoja alitambua ya kwamba kuna nini? Kuna shida. Lakini waliishi maisha hayo, maisha ya kuchanganyikiwa, maisha ya kuteseka, maisha ya kutoeleweka, maisha ambayo watu hawajielewi, wakaishi hayo maisha. Bwana asifiwe. Nikafika mahali kwa mtu mmoja anaitwa Lameki. Yeye akamzaa mwana, akamuita Nuhu. Bwana asifiwe. Wakati alimzaa huyu mwana, akasema nitamuita Nuhu, na huyu ndiye atakayetufariji. Bwana asifiwe. Yeye tu ndiye aliona ya kwamba maisha haya yanataka suluhisho. Bwana asifiwe. Unajua umeokoka uko mahali hapo unanisikiliza. Bwana asifiwe. Umetoka katika familia ambayo haieleweki, lakini Mungu amekuweka mahali hapo ili ukaone shida ambayo inasumbua jamii yako, ili ukaone ni nini kinakuchanganya katika maisha yako. Umeteseka, umeumia, umekuwa ukiomba, umekuwa ukifunga, lakini hakuna tofauti. Nataka ufungue macho siku ya leo, ukamwambia Mungu ya kwamba nimepata kibali mbele zako. Bwana asifiwe. Unajua ni nini inakusumbua familia yako? Ni nini inakuhangaisha katika maisha yako? Bwana asifiwe. Leo umepata kazi, kazi haipo. Kesho unapata kazi, ukienda unakwambia leo tumetafuta mtu mwingine. Shida sio wewe. Shida ni familia. Shida ni kizazi ambacho wewe unatoka ndani. Bwana asifiwe. Shida ni kizazi na roho ambazo zinakuhangaisha. Na mimi akaona ya kwamba hapana mpaka suluhisho patikane. Na siku ya leo nataka tupate suluhisho. Kutoka mahali hapo kuwe na suluhisho. Kutoka mahali hapo kuwe umepona. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Tuko pamoja mpaka kuwe pamoja. Bwana asifiwe. Amen. Akamjamba. Akasema huyu ndiye atakayetufariji. Huyu ndiye atatutoa mahali. Huyu tumeteseka. Wakamuita Nuhu. Bwana asifiwe. Ninajua wewe unapitia hali ngumu.
Bwana asifiwe. Ninajua umeona mambo mengi. Umeanza kumetabiriwa. Nani wanapenda kutabiriwa? Mama ama wazee? Wanapenda unabii. Na wanakutabiri mambo ambayo unajijua imagine. Wanasema huyu mwanamke naona unasema nini mume wangu? Na wewe unajua uko na Mungu. Bwana asifiwe. Yaani hatunaona shamba. Nani hana shamba? Yaani wanakutabiri mambo ambayo unafanya nini? Wewe umelaniwa. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba mtekelea mwanadamu amefanya nini? Huyo mwanadamu anacheza na akili yako. Huyo mwanadamu anacheza na maisha yako. Huyo mwanadamu anakuelekeza mahali babaya. Bwana asifiwe. Amen. Siku ya leo Yesu ameinuliwa. Amen. Uko mahali ambapo anastahili. Amen. Yesu ameinuliwa kwa sababu yako. Amen. Nyenyekea mbele za Bwana. Amen. Mungu anakuelekeza mahali pazuri. Amen. Anaenda kukubariki. Amen. Kwa sababu wewe umetulia mikononi pake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo, Lameki akaona kwamba huyu ndiye atatuondolea laana. Akamwita Nuhu. Bwana asifiwe. Akamwita Nuhu. Akasema laana hii imetutesa. Tumeteseka muda mrefu. Tumeumia miaka mingi. Lakini leo tumepata nini? Suluhisho. Sisi ungetamani nini katika maisha yako? Sisi ungetamani laana ikuondoke. Bwana asifiwe. Unapata mtu ameokoka lakini ana shida. Ni kwa nini huyu mtu anateseka na ameokoka? Bwana asifiwe. Amen. Lameki kumzaa tu mwana akamwita Nuhu. Akijua suluhisho imepatikana. Akamwita tu Nuhu. Wewe umefanya nini katika nyumba ya Bwana? Siku moja nilikuwa nateseka. Nikawa ninaumia. Bwana asifiwe. Amen. Mimi maisha yangu kwetu tulizaliwa watu 6 lakini tulibaki watatu. Na ikawa kila mtu anaponiona anajua ninakufa. Mimi ndio next. Sasa nilikuwa natembea sasa mimi ndio next. Ikafika mahali nikasema roho ya kifo wewe. Bwana asifiwe. Ninakutabiria hauna nafasi katika maisha yako. Roho ya kifo sikutaki tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaweza kuwa umeokoka lakini unateseka. Hakuna suluhisho. Hakuna suluhisho. Napata mchungaji. Swali sana kusema mchungaji. Amen. Mtu ameokoka lakini anateseka ni kwa nini? Hajafunguliwa macho. Leo nataka kufunguliwa macho. Amen. Leo nataka uone. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mchungaji mmoja alikuwa ameokoka sana. Na akakuja akaniambia mama ninaishi Kitale. Na leo nimekuja kushiriki pamoja nawe, kuongea na wewe kitu. Nikasema ni nini mpendwa? Familia yako iko wapi? Akasema huyo mama alienda nipata mama mwingine na watoto wangapi? 6. Na tumeelewana, asio wapi. Na tumeelewana tulea hao watoto. Nikasema umeamua hivyo? Akasema ndio. Haya nikamwambia hapana, wewe unahitaji maombi. Bwana asifiwe. Amen. Wewe unahitaji nini? Maombi. Bwana asifiwe. Amen. Kurudi mara ya pili akakaa karibu miezi 6 tena akarudi. Nikasema familia inaendelea namna gani? Akaniambia mama, nilitoka hapa. Nilipata huyo amebeba watoto wote amerudi kwa baba ya watoto. Nikamwambia nataka nikwambie leo, wewe umelaniwa. Wewe umechanganyikiwa. Tafuta suluhisho. Funguka macho. Amen. Wewe umelaniwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo nataka kukuambia wapendwa. Hiyo ilikuwa introduction. Bwana asifiwe. Amen. Fungua macho. Nataka ufungue macho. Nataka niangalie. Bwana asifiwe. Amen. Unajua saa zingine tunaweza kuwa kanisani lakini shetani anateka watu wa Mungu nyara. Kwa sababu anajua ya kwamba wanataka kufunguliwa. Anataka nyara, unapata mtu anasinzia. Kwani wewe kulala usiku mzima? Kwani unakuja kulala kanisani? Leo umepata tu, watu wanalala kwa mattress, watu wanalala kwa mattress. Wewe unalala kwa kiti. Si wewe umelani? Unapata tu mtu anangorota kwa kiti. Na analala vizuri sana. Anashtuka hivyo, watu tunapigia Yesu makofi. Ndio anashtuka anafanya. Tena anakamata. Bwana asifiwe. Kwa sababu shetani hataki kufunguliwa macho. Shetani hataki kuone shida ni nini. Hataki upone. Bwana asifiwe. Okay, nataka tusome katika Genesis. Songe hapa mbele. Hiyo Mwanzo. Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 8. Amen.
Kabla tusome mahali pale, tutasema ya kwamba laana ni kitu mbaya. Bwana asifiwe. Lameki wakati aliona hiki kisasi, na Mungu akasema, akawa amechoka na hiki kisasi. Mungu akaona kwamba watu wameteseka, watu hao wameingia katika dhambi, wamejisahau, watu wamemwasi Mungu. Basi Lameki yeye akaamua, Bwana asifiwe, akaona kwamba hii laana nitaiondoa. Bwana asifiwe. Wakati alimpata huyo mtoto, basi akajua kwamba suluhisho linapatikana. Siku ya leo tunapata suluhisho. Utatoka mahali hapo ukiwa huru. Utatoka mahali kama umechazwa. Utatoka mahali hapo kama umebarikiwa. Amen. Watu wamelaaniwa. Unapata mtu hata anauza gasi, lakini kwake hana kazi. Huyo mtu ako sawa kweli? Mpaka anapika na kuni. Huyo mtu ako na kasoro, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Ako na kasoro, si ndio? Yaani wewe uko na gasi. Mpaka nikaona mtoto mwingine akatusi mwingine ya kwamba ati baba yake anauza gasi na kwa nyumba hamna gasi. Amen. Yaani umechanganyikiwa. Unachengea watu nyumba nzuri sana. Nilikuwa naangalia mafundi ambao walikuwa wanajenga mahali hapa. Wanarembesha, wanajua experts. Yaani wakitengeneza hii siri, unaona kweli kwao ni paradise. Lakini unapata fundi anatengeneza nyumba nzuri, lakini mahali penye anaishi. Huyo mtu amelani. Na kama uko mahali hapo utupu leo. Bwana asifiwe. Amen. Uko mahali hapo utupu leo. Amen. Wewe ni fundi wa nguo. Unashonea watu design zote. Lakini nguo za unavaa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndiye ni roho ya umaskini. Katika kisasi cha umaskini. Yaani wewe unaona tu uko sawa. Umeridhika na maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Hata mganga. Hayo wana sasa mnaenda kwa waganga. Nimesema mnaenda kwa waganga. Hapana, tunaangalia vipi? Sasa hivi tunaangalia Nigerian movie. Unaangalia nyumba ya mganga jinsi inakaa, si ndio? Inakaa vizuri kweli? Kana nyumba ambayo ni kabaya, kanyasi, kameinama. Na unapata watu wazuri ambao ni matajiri wanaingia mahali pa. Sasa wewe unaweka katika roho ya umaskini. Kwa sababu wewe mtu mzuri tunaingia mahali pa. Mganga kama anasaidia watu angekuwa na nyumba mzuri, angekuwa na palace. Amen. Wewe unalaniwa pia. Amen. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba fanya kitu ndani ya nyumba ya Bwana. Mimi nilikuwa nateseka jinsi nilikuwa nawaambia. Nikapitia hali ngumu, nikakonjeka. Nikaona ya kwamba maisha imeisha, mimi sio mtu. Sio mtu tena katika hii dunia. Nikaona ya kwamba mimi sasa ndio next. Amen. Umewahi hata hospitali, wanakuambia next. Unaingia, wanakuhudumia next. Sasa mimi nilijua mimi ndio next. Kengine nataka kugonga. Lakini nikasema hapana. Hiyo ndio inatuhangaisha kwa nini? Nitafanya kitu katika nyumba ya Bwana. Nikanunua curtains. Hakuna mtu kulikuwa siri yako na Mungu. Bwana asifiwe. Sina mengi alimzaa mwana. Na akasema huyu ndiye atatuondolea ilani. Sasa nikubaliana na Mungu. Akafanya agano na Mungu. Bwana asifiwe. Mimi nikanunua nikaweka kanisani. Nikanyamaza. Watu wakikuja nikanunua maua nikaweka. Watu wakikuja wanapiga picha. Maselfie tata. Maselfie. Amen. Nikajua wakati wanapiga picha, ninajua mimi napona. Wakati watu wanabarikiwa neno linanena vizuri, ninajua ni mimi nabarikiwa. Ni mimi nitaishi. Ni mimi nainuliwa. Amen. Kwa hivyo unapofanya kitu ndani ya nyumba ya Bwana, basi wewe utakuwa unajiondolea mambo mengi. Maana mahali ambapo roho wa Mungu anaabudiwa, mahali ambapo Yesu anainuliwa, basi wewe unabarikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Lameki alifanya magano na Mungu. Na Lameki huyu alijua mtoto wake. Akajua kwamba mwanangu huyu, unajua mtoto ukimzaa unajua tabia zake, si ndio? Unajua tabia vile mtoto vile anabehave. Hata kama atakuwa pastor, unajuanga tu mapema. Amen. Unapata ameshika kitabu anahubiri. Ametengeneza unapanga pai kama ni. Anasema Bwana asifiwe. Lameki alijua huyu mwanangu jinsi alikuwa anaonyesha. Jinsi alikuwa na behave akiwa mdogo, akajua kwamba ni huyu tu. Ni huyu tu. Hata wazazi wetu walikuwa wanatujua, si ndio? Ukitaka kuoa, msichana ukwambia kwamba nataka unipeleke kwenu. Anakuambia, nataka unipeleke kwenu. Ndiye aende akujue sana. Bwana asifiwe. Amen. Anasema nipeleke wapi? Kwenu. Amen. Kwa hivyo Lameki alijua mtoto wake. Tabia ya mtu inaonyesha akiwa mdogo, inaonyesha ni nani atakuwa
baadaye, in future, huyo mtu atakuwa nani? Kama ni mwizi, unachoanga toka mboga ukiweka hapo unakuja hapo. Unachoanga tu huyu mtoto anastahili kuombolewa. Si ndio? Hata mwingine sigara anatengeneza tu makaratasi. Kapata tu mtoto, jamani, huyu mtoto, jamani. Lakini mwisho wake utampata akiwa hivyo. Kama umeokoka ukiwa una tabia kama hiyo, enda mbele za Bwana. Peleka huyo mtoto aombewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningesema tu ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anatupenda. Nataka tusome hiyo Mwanzo 6 mstari wa 8. Mlango wa 6 mstari wa 8 mpaka 9. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu ule tu ambaye amekuja kutoa laana. Bwana asifiwe. Ndipo akaanza kufuatilia. Mungu hufuatilia maneno yetu. Mungu hufuatilia chochote ambacho maono ambayo uko nayo. Mungu akafuatilia maono ya Lameki. Bwana asifiwe. Mungu akayafuatilia. Akasema ya kwamba lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana akafuatilia maono ya nani? Ya Lameki. Wakati alifuatilia, yeye alikuwa tayari. Nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba Mungu ako tayari kukuponya. Ya kwamba Mungu ako tayari kukuinua. Ya kwamba Mungu ako tayari kukubariki. Lakini anangojea mtu. Amen. Anangojea mtu. Yeye alikuwa anangojea huyo Nuhu. Bwana asifiwe. Amen. Anasema ya kwamba lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Amen. Yeye akapata neema machoni pa Bwana. Kumaanisha Mungu alikuwa anangojea. Anangojea mwenye haki, mkamilifu. Nuhu ndio wewe. Bwana asifiwe. Mungu akamngojea. Leo hii Mungu ako tayari kukubariki wewe. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ako tayari. Sijui niomba maono gani. Mwaka ukianza niambie Mungu nataka mwaka huu ufanye nini. Mungu anafuatilia. Si ati maono yameisha kwa sababu ya corona. Hali ni ngumu lakini maono yatatimia. Amen. Hali ni ngumu lakini maono yatatimia. Hali ni ngumu lakini unaenda kuinuliwa. Unaenda kubarikiwa. Usikufe moyo, usilaumu Mungu ya kwamba niliomba hivi, imekuwa hivi. Chochote kinapotendeka, kinatendeka kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo Nuhu, Mungu akapendezwa naye. Kwa nini Mungu akapendezwa na Nuhu? Biblia inasema ya kwamba alikuwa mwenye haki na mkamilifu. Bwana asifiwe. Amen. Mungu alipendezwa naye. Nataka siku ya leo uangalie ya kwamba ni wapi wewe hujampendeza Mungu. Ni wapi ambapo Mungu hajapendezwa na tabia yako. Sasa zingine tunashindwa na kuambia jirani tuende kanisani. Nifuate. Twende huko kanisani. Kwa sababu tabia yako hata jirani hapendezwi nayo. Bwana asifiwe. Sijui kama wewe unapendezwa na tabia yako. Kazini ambayo unafanya kazi, sijui kama unapendezwa tabia zako. Bwana asifiwe. Sijui kama Mungu anapendezwa na wewe. Mahali ambapo unafanya kazi, sijui kama Mungu anapendezwa na wewe. Mungu alipendezwa na Nuhu kwa sababu alikuwa mwenye haki na mkamilifu. Yeye alikuwa, Biblia inasema ya kwamba alikuwa na ushirika mzuri. Alikuwa na ushirika mzuri na Mungu. Yaani alikuwa anatembea na Mungu, wanaongea na Mungu. Ya kwamba haleluya, haleluya, sio kama sisi tunapenda Mungu. Mungu, Bwana asifiwe. Ukipata mtu anaongea katika lugha, unajua anaongea na nani? Niliona watoto wengine kwa TV wanaiga vile wachungaji wanafanya. Wanaongea na mimi nikasema hawa watoto wanaongea ile lugha wanaijua ama hawajui. Mwingine akasema kwamba unaanza kusema kibiriti, sukari na inaenda. Na mtu anasema anaongea kwa lugha. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo sio ushirika mzuri na Mungu. Bwana asifiwe. Acha tuonyeshe. Mungu anataka tukae wenye haki. Mungu anataka tutii sheria zake. Mungu anataka tuembee katika mwangaza. Bwana asifiwe. Kwa kazini watambue kwamba dada fulani ameokoka. Ndugu fulani ameokoka. Huyu dada ukimwendea atakusaidia. Lakini huyu ukimwendea akusaidia atakutangaza. Amen. Kama ni Omega, kama ni kanisa ya Salim Ministry, atakutangaza kila mtu atajua. Hiyo nguo amevaa. Ni yeye. Amen.
Hiyo kitambaa imefunga. Unaonaje hiyo kitambaa? Unaonaje? Acha ninunue 200. So unaona siku smart. Bwana asifiwe. Mungu acha apendezwe na tabia zetu nzuri. Bwana asifiwe. Wengine tumeweka hata nicknames. Wengine tumepandikwa majina. Amen. Tumepandikwa majina. Na umeokoka. Umeokoka, lakini umewekwa nicknames ambazo ni jina mbaya ni mbaya. Mwingine anaitwa Nugu. Wanashinda jamani. Kwa nini huyu dada na ameokoka? Kwa nini huyu ndugu na ameokoka? Bwana asifiwe. Mungu anataka kupendezwa na maisha yetu. Iwapo tutakaa maisha matakatifu. Iwapo tunamwabudu Mungu kwa roho na ukweli. Amen. Nuhu alikuwa mkamilifu na mwenye haki katika vizazi vyake. Biblia inasema hivyo. Katika vizazi vyake. Yeye wakati alikuja, hiki kizazi kilikuwa kimemwasi Mungu. Lakini wakati yeye alizaliwa, akakuwa, basi yeye katika hizo vizazi vyote, yeye akakuwa mkamilifu. Yeye tu akakuwa mkamilifu. Nataka uangalie jamii yenu. Je, wewe ni mkamilifu? Mungu anapotazama, ana ushuhuda wa kusema ya kwamba huyu mwanangu ni mkamilifu. Huyu mwanangu ameokoka. Anaweza toa ushuhuda. Ukitaka kujua mzee ameokoka ama bibi ameokoka, enda tu kwa bwana yake. Sema, baba, Bwana asifiwe. Amen. Mke wako ameokoka. Atakwambia Amen. Akasema wacha. Bwana yako ndiye anajua wewe umeokoka. Bibi yako ndiye anajua wewe umeokoka. Hata unene kwa lugha. Amen. Hebu cheka tu kidogo. Hata unene kwa lugha. Bwana asifiwe. Mungu akapendezwa na maisha ya Nuhu. Akiwa mkamilifu na mwenye haki, akiwa na ushirika mzuri na Mungu, akampendeza. Mungu akapendezwa na yeye. Amen. Mungu akapendezwa na yeye. Na akasema ya kwamba basi huyu ndiye atakayenijengea safina. Bwana asifiwe. Mungu akamwamini kiwango kile. Mungu akamwamini. Sisi kama wewe unaaminika. Bwana asifiwe. Sisi kama Mungu anaweza kuamini na watu watano. Sisi kama pastor wako anakuamini. Bwana asifiwe. Mungu akamwamini nani? Nuhu. Akasema Nuhu, katika ulimwengu yote wewe ndiye mwenye. Katika kizazi hiki kimekuwa kikimwasi Mungu, lakini yeye ndiye amekaa maisha ambayo yanampendeza Mungu. Bwana asifiwe. Nataka tusome hiyo Mwanzo mlango wa 7. Namalizia. Tunatafuta kizazi kipya. Mlango wa 7. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Amen. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina. Amen. Kwa maana nimekuona katika vizazi hiki. Kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Amen. Bwana asifiwe. Bwana akamwambia Nuhu, ingia pamoja na kizazi, ingia pamoja na jamii yako. Hakumwambia tu ya kwamba ingia peke yako. Bwana asifiwe. Nataka nikufumbue macho siku ya leo ya kwamba umeokoka wewe. Kwa sababu tu umeokoka na unamtegemea Mungu, Mungu ataponya jamii yako. Amen. Kizazi hiki kinapona ni kwa sababu ya Nuhu mwenye haki. Wewe simama katika pengo. Bwana asifiwe. Unamwabudu Mungu kwa ukweli, kwa sababu Nuhu, Mungu anamwambia kwamba ingia pamoja na jamaa yako. Lakini Biblia inasema ya kwamba nimekuona wewe mwenye haki. Nuhu alikuwa mwenye haki. Kwa hivyo Mungu akaona ni kweli nitaponya jamaa yake. Jamaa ikapona. Ikaingia katika safina. Akasema ingia. Amen. Nataka nikuambie kwamba usichoke kumtumikia Mungu. Mungu anakutambua wewe. Mungu anakujua. Chochote ambacho unafanya Mungu anakutambua. Unapokuja kanisani, usione ya kwamba Mungu amekuacha. Unakuja kanisani leo, Jumapili chai hauko. Unajua kuna watu ambao wanamcheza na Mungu. Nuhu hakuwa anacheza na Mungu. Nuhu alikuwa anaenda kanisani bila mchezo.
Nuhu alikuwa anaenda mbele za Bwana bila mchezo. Nuhu alikuwa anamlilia Mungu bila mchezo. Nuhu alikuwa anamwabudu Mungu bila mchezo. Amen. Nataka tumlilie Mungu. Nataka tumwabudu Mungu. Usichoke, maana Mungu anakuona. Amen. Anaambia Nuhu ya kwamba ingia na chama yako. Kupitia kwako chama yako itapona. Bwana asifiwe. Kupitia utumaini unafanya Mungu atakuponya. Mungu anaenda kuokoa nchi hii kwa sababu maombi yako. Mungu anatafuta mwenye haki peke yake. Amen. Bwana asifiwe. Mungu anatafuta mwenye haki peke yake. Mungu anatafuta mtu ambaye anamtumikia Mungu kwa ukweli, sio kujichanganya. Changanya. Yesu hapendi changanya. Bwana asifiwe. Amen. Leo umeokoka, leo baridi. Usikue baridi wala moto. Bwana asifiwe. Kuna watu watatu hapa. Sisemi hapa, wako mahali wamesimama, si ndio? Huyu ni pastor, huyu ni mtoto na huyu ni mlevi. Amen. Hao watu watatu nani anaweza kusema ukweli? Mlevi anasema ukweli. Kwa nini sio pastor? Wacha niwaambie. Kwa nini sio wewe ambao umeokoka? Biblia iliandikiwa kwa watu ambao inasema ya kwamba watu ambao hawamjui Mungu ili waokoke wakisoma. Kwa nini Wakristo wanasoma Biblia? Ili warekebishwe, ili wawache, ili wamuone Mungu, ili waende mbinguni, ili wawache mambo mabaya. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni mtoto ama mlevi? Ni mlevi. Na ni mtambi. Kulewa ni dhambi. Sasa mtenda dhambi anaweza sema huko. Bwana asifiwe. Yaani mtenda dhambi anaweza sema ukweli. Mungu wa amani atusamehe. Mungu wa amani atukumbuke. Amen. Mungu anakujua. Mungu alikuwa anajua Nuhu. Akasema ingia pamoja na jamaa yako. Bwana asifiwe. Ingia na jamaa yako. Kwa sababu alipenda sana tabia zake. Kwa sababu Nuhu alikuwa mwenye haki. Akamwona ya kwamba Nuhu, wewe ingia na jamaa yako. Kuna mambo ambayo ilikuwa katika jamii yenu, lakini wewe umesimama katika pengo. Nataka siku ya leo usimame katika pengo. Amen. Nataka usimame katika pengo ya kwamba siku ya leo watu wanapata kazi inaisha. Amen. Watu wanaoa mabibi. Amina leo Zuhura, leo nani? Mary. Unasema kweli niliumbwa nikaumbika. Yaani mimi nikiwachana tu na huyu napata mwingine. Bwana asifiwe. Wewe umechanganyikiwa. Wewe umelaniwa. Bwana asifiwe. Mungu wa amani akukumbuke. Mungu wa amani akutendee mema. Bwana asifiwe. Ukuwe mvumilivu. Abudu Mungu kwa ukweli, maana anakuona. Kupitia hiyo wokovu ambayo uko nayo, Mungu ataokoa jamii yenu. Amen. Kupitia maombi yako wewe, Mungu atakuponya. Mungu atainua familia yenu kwa sababu ya utulivu ambao uko nao katika Mungu. Amen. Wacha Mungu akuone katika hali ngumu. Wengi wamepata hii ugonjwa. Si ati sisi ni wazuri sana, lakini kwa sababu ya neema. Amen. Biblia imesema ya kwamba Nuhu akapata kibali, akapata neema machoni pa Bwana. Tumepata hiyo neema machoni pa Bwana. Wacha tuitunze. Si ati sisi ni wazuri. Corona iko Nairobi. Kiambia mtu nyumbani, Bwana asifiwe, anasema dada yetu, huko mnapambanaje na corona? Hiyo ndio salamu. Amen. Sisi Yesu ako pamoja nasi. Yesu anatutunza. Maana tumepata neema machoni pake. Maana Mungu ako pamoja nasi. Tunamwabudu kila wakati na hatutachoka. Bora ukae mwenye haki. Ukijichanganya itakupata. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ya uaminifu na maombi yako, Mungu amani atakuponya. Mungu hawezi kukuacha. Wacha Mungu akakukumbuke. Mungu anataka kuanzia kizazi kipya. Amen. Wakati Nuhu anamwambia ingia pamoja na jamaa yake, Mungu alikuwa anataka kuanzisha kizazi kipya. Maana kizazi kile kilikuwa kimemwasi Mungu. Amen. Mungu anataka kuanzisha kizazi kipya. Leo Mungu anataka kuanzisha maisha mapya katika maisha yako. Leo Mungu anataka kubadilisha hali ambayo unakaa. Umefunjika moyo, umekuokilia kila wakati, lakini nataka nikwambie kwamba Yesu ako pamoja nawe. Na anaenda kufungua new chapter katika maisha yako. Anaenda kukuinua ni kwa sababu wewe unamtukuza Mungu.
Nataka tumalizie katika hiyo Mwanzo mlango wa 7 mstari wa 16. Kama umepata sema tu amen. Kama umepata sema amen. 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 Mstari wa 16. Na waliingia mume na mke na kila kitu chenye mwili kama vile alivyomwamuru Mungu, Bwana akamfungia. Amen. Walioingia katika safina, yeye Mungu akaamini Nuhu, akachenga safina. Wakati alichenga safina, basi akamwambia ingia pamoja na jamaa yako. Amen. Wakati alimaliza, Biblia inasema ya kwamba walioingia waliingia. Bwana asifiwe. Amen. Waliingia. Amen. Wewe kama umeokoka ukoka. Bwana asifiwe. Maana ni hatari. Kuna hatari iko. Bwana asifiwe. Hatari iko. Hatari ilikuwa inakuja. Mvua ya karike ilikuwa inakuja. Hatari ilikuwa inakuja. Mungu alikuwa ameona hatari. Hata hii corona Mungu aliona. Mungu alijua. Lakini kwa sababu sisi ni wanadamu hatukujua. Tukachifuna. Biblia inasema ya kwamba usijifunie siku ya kesho, maana haujui. Haujui nini kitatendeka saa hizi na kesho. Bwana asifiwe. Akasema ya kwamba waliingia. Mume na mke, jike na jiume. Kizazi kipya ambacho kinapona, ambacho kimekaa katika maisha ya haki, kinapona. Bwana asifiwe. Amen. Walioingia walifanya nini? Waliingia. Wanaokubali Yesu.